Asante Mfalme kwa ajili ya CCT Day ambayo Mungu mwaka huu imependezwa ije katika mkoa huu. Baba, tunakushukuru. Tazama Bwana, tunaeleta maandalizi yote ambayo tunaendelea kuandaa kwa ajili ya siku hiyo. Ninawaleta wachungaji, ninawaleta wainjilisti, ninawaleta maaskofu wetu. Shalom, shalom. Mguu kwa mguu mpaka kanisa kuu la Anglikani, kanisa la Mtakatifu Andrea hapa Njombe, kwa ajili ya kukuletea mambo yanayoendelea, mambo mbalimbali kwa ajili ya maandalizi ya ibada ile ya CCT Day. Leo kipekee kabisa tumepata nafasi ya kukutana na mama yetu. Mama yetu yeye ni mwenyekiti wa huduma ya Mana mkoa wa Njombe. Lakini kwa neema ya Mungu tumeweza kubahatika kukutana na mama huyu ambaye ni mtoto wa aliyekuwa askofu wa kwanza Mwafrika wa dayosisi hii ya Southwest Tanganyika. Yes. Kwa hiyo mama hapa atatueleza maandalizi yanavyoendelea, mchango wa huduma ya Mana katika umoja huu wa CCT mkoa wa Njombe. Atatuambia maandalizi yanaendaje, lakini pia atatuambia mchango wa huduma ya Mana katika umoja huu wa CCT mkoa wa Njombe. Mama, karibu sana, karibu sana. Uwasalimie watu wa Mungu na ujitambulishe sasa majina yako ili waweze kukufahamu. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Gloria Mlele ambaye ni mtoto wa Askofu Joseph Mlele ambaye ndio askofu wa kwanza Mwafrika kwenye diocese hii ya Southwest Tanganyika. Diocese yetu hii baba alikuwa anaongoza wakati ule, ilikuwa kubwa sana. Ilikuwa mikoa yote hii inayozunguka ilikuwa ndio diocese yetu. Ilikuwa Iringa, Ruvuma, Mbeya na hii. Kwa hiyo alikuwa kote huko anazunguka akiwa katika huduma yake hii ya uaskofu. Uvika Jeno akisaidiana na huyo askofu mzungu ambaye alikuwa anaitwa John Pulhus. Askofu wa mwisho alikuwa anaitwa John Pulhus. Wakati baba anakuja akiwa ndio msaidizi wa huyo askofu, alikuja mwaka 1965 ndio aliingia hapa mahali Njombe kwenye kanisa hili kuu. Amekaa na huo uaskofu msaidizi mpaka 1974 ndipo mzungu askofu John Pulhus alirudi kwao Ulaya na akamwachia rasmi sasa diocese akiwa ndio askofu wa kwanza Mwafrika katika diocese hii. Hongera sana. Asante sana. Na labda kama unaweza kuwa unakumbuka wakati baba askofu John Mlele umesema ndio askofu wa kwanza Mwafrika ndio katika diocese hii ya Southwest Tanganyika. Ndio. Unaweza kukumbuka kipindi hicho ulikuwa na umri wa miaka mingapi? Mimi nilikuwa na umri wa miaka 11. Miaka 11. Ndio. Kwa maana hiyo basi wewe una historia nzuri sana ya diocese ya Southwest Tanganyika. Kabisa kabisa. Katika umri wako huo vitu vingi sana ulikuwa unavifahamu. Ndio. Ulikuwa unavishuhudia. Ndio. Katika kipindi hicho unazungumziaje swala la umoja wa kanisa ya CCT katika mkoa wa Njombe? Kwa sababu moja ya sifa ya mkoa wa Njombe tunaisikia na tunaiona kwamba umoja wa makanisa CCT iko imara kweli. Unaweza ukaizungumziaje? Naweza nikaizungumzia kwamba ni kweli kabisa imekuja kama mafuriko. Haikuwepo hapo mwanzo.
kila dhehebu lilikuwa linajitegemea lenyewe. Umoja haukuwepo. Umoja kwamba wanaweza kukaa pamoja wakajadili mambo yao ya kidini, haukuwepo. Kila mtu alikuwa anakaa kwenye kanisa lake analiendesha yeye, na ndio maana inawezekana hata taratibu za mapokeo ziko tofauti. Sisi hapa kanisa letu linaitwa Anglican High Church, ambayo hata mapokeo yake ni tofauti na madhehebu mengine, labda kidogo, kwa sababu anasema kanisa la kwanza nilikuwa sijui la RC hili la Kiromani, sisi tulimeguka kutoka kule. Kwa hiyo sisi sehemu kubwa taratibu zetu ni tofauti na makanisa mengine, bado ndio maana tunajiita Anglican High Church. Huduma ya Mana na CCT ni kitu kimoja, kwa sababu huduma ya Mana haina makanisa, yenyewe inatembea kueneza injili kwa njia ya maombi. Kwa hiyo huduma ya Mana ipo chini ya mtumishi wa Mungu Christopher Mwakasege. Mimi ni mwenyekiti wa huduma hii mkoa wa Njombe, na tunaifanya huduma hii kuwaimarisha waombaji kwenye makanisa yote mbalimbali, na ndio maana hata leo tuko mahali hapa huduma ya Mana kwa ajili ya maombi, tukiombea kazi zote. Na huduma hii ya CCT Day tunaiombea siku ya leo. Kwa hiyo huduma hii inashirikije? Mimi nimeshiriki kwenye maandalizi kama mwenyekiti wa huduma ya Mana, nimeshirikishwa na kamati ya maandalizi ya CCT Day kama mwenyekiti wa Mana kule, na nilipofika pale sikujiweka kama kiongozi mkubwa sana, nikajiingiza kwenye kamati zile. Kwenye kamati zile mimi nipo kwenye kamati ya maombi, kusifu na kuabudu. Wow. Amina. Huduma ya Mana mmewasha moto kweli kweli kabisa, maandalizi haya ya CCT kabisa. Na msingi wa maombi ambao mnaweka unaendelea kuimarisha shughuli zote za maandalizi. Amina. Na nini ambacho unaweza ukawaambia watu ambao sasa watapata nafasi ya kusikiliza, kutazama, kuona kuhusiana na CCT Day? Yaani mimi nilivyoiona CCT Day kama mwenyekiti wa huduma ya Mana, kwanza ninamshukuru Mungu kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, sisi umoja wa makanisa huku haukuwepo. Ilianza hapa, imeanzia akina mama ndio walioanza ile maombi ya dunia, ndio yalikuwa yanakusanya wamama wote wa makanisa haya, tukawa tunazunguka kila mwaka, tunakwenda kanisa moja, kila mwaka kanisa moja. Tukifanya hivyo tulikuwa tunawaalika wachungaji, tunawaalika wachungaji, mgeni rasmi tunawachukua maaskofu wetu. Kwa hiyo nakumbuka kwa mara ya mwisho mgeni rasmi wetu alikuwa askofu wa Lutheran, alikuja kwenye kanisa hili kuwa mgeni rasmi wetu. Kwenye taarifa yangu, na wakati huo pia nilikuwa mwenyekiti huko, kwenye taarifa yangu nilitoa taarifa hiyo kwamba ninaomba wachungaji na ninyi muwe na umoja, ili sisi akina mama tunapokuwa na maombi yetu tuwe tunafika, tukifika kwenu tuwaone wachungaji wetu. Kwa hiyo yule baba askofu wa Lutheran aliwasisitiza pale pale kwamba wachungaji, anzeni umoja wa makanisa. Na wakaanza mara moja. Nakumbuka kiongozi wao kwa mara ya mwisho alikuwa mwenyekiti wao, alikuwa mchungaji wa Moravian. Kwa hiyo aliisimamisha yule baba vizuri umoja wa madhehebu mahali hapa. Mungu bariki, akafungua milango. Baada ya umoja wao wakakumbuka kumbe umoja huu maana yake upo chini ya CCT. Kumbe wakiwa pamoja maana yake wako chini ya CCT. Kwa hiyo wakaanza vikao vyao, Kwa hiyo sasa hivi wamesimama imara. Na labda ni kuulize swali. Ndio. Nini siri ya mafanikio ya mshikamano
wa CCT mkoa wa Njombe. Kuna siri gani ambayo imejificha hapa? Kwa sababu tunaona ushirikiano na mshikamano mlionao ni mkubwa sana. Ni siri ya mafanikio. Mimi siri ya mafanikio naona ni maombi. Maombi yamesimamisha siri ya mafanikio, na siri nyingine ni umoja walio nao wachungaji na maaskofu. Sasa hivyo vikao vinaongozwa na maaskofu. Vikao vya maandalizi vinaongozwa na maaskofu. Askofu Fihavango ndiye msimamizi wa diocese ya Lutheran. Sisi wanawake sasa tuseme katika mkoa huu CCT tayari ipo kimkoa wanawake. Tunaye mwenyekiti wa mkoa wanawake Neema Mayemba, ambayo kesho tutakuwa na maombi hapa kuanzia saa 4 mpaka saa 8 kwa ajili ya kuombea CCT Day. Kwa hiyo tumejipanga vizuri sana, na tunaomba kwa nguvu Mungu ashuke aonekane katika mkoa wetu. Haleluya, haleluya. Amen. Roho Mtakatifu anasema tuombe na neno. Yohana 17 ule mstari wa 21 mpaka 23 anasema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa hao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuomba umoja huu, lengo ni ili tushuhudie ulimwengu upendo wa Kristo, na utume wa Kristo ni chanzo cha nguvu ya mafanikio. Kwa hiyo tunapoenda kuomba ujue kabisa kwamba ili neno lipanda kwenye ulimwengu wa roho wa CCT, ili kila mmoja ajue kabisa anaitwa kukaa katika umoja wa Kristo, ili Mungu ajitwalie utukufu katika malango ya kanisa lake. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, asante mfalme kwa ajili ya CCT Day ambayo Mungu mwaka huu imependezwa ije katika mkoa huu. Baba, tunakushukuru. Tazama Bwana, tunaeleta maandalizi yote ambayo tunaendelea kuandaa kwa ajili ya siku hiyo. Ninawaleta wachungaji, ninawaleta wainjilisti, ninawaleta maaskofu wetu. Asante kwa ajili ya maaskofu wetu ambao wamekubali kukaa chini na kuanza maandalizi haya. Baba, tunakushukuru kwa sababu tumekuona ukitenda kazi pamoja nao. Asante kwa ajili ya maandalizi haya. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaileta siku hizi zote kwa ajili ya kujiandaa. Tunaleta maandalizi yote mikononi mwako. Tunaleta umoja huu mikononi mwako. Kasimame wewe mwenyewe Bwana. Kasimame wewe mwenyewe Bwana. Ukatukusanye kama vipawa sauti. Ukatukusanye kama vyombo tu ili tuweze kuita, kwa sababu umesema wewe mwenyewe umependezwa na umoja. Nasi Bwana tumeona ni vema katika mkoa huu, taifa zima lishuke kwenye mkoa huu ili tuweze kukuita Mungu wetu, ili tuweze kukuita Mungu wetu. Mungu, tunataka kaonekane mfalme kwenye kaonekane mfalme kwenye maandalizi, kaonekane Bwana kwenye vikao mbalimbali ambavyo vinaendelea katika mkoa huu, vinavyoendelea katika makanisa, vinavyoendelea katika kila mahali. Asante kwa ajili ya maandalizi, hasa Bwana kwa ajili ya michango mbalimbali itakayowezesha siku hiyo. Ninaomba Mungu ukapite kila mahali, kwenye mifuko ya kila watu, kwenye makanisa Bwana, ili siku hiyo Mungu tukaione sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamleta mwenyekiti wetu wa vikao vile, Askofu Fihavango. Mungu ukamtie nguvu kila atakapoinuka na kuinama. Mungu ukaonekane wewe Bwana.
Asante Mfalme kwa ajili ya hiyo. Asante kwa ajili ya huduma hii ambayo leo waombaji hawa wako mahali hapa kwa ajili ya kuliitia jina lako, wako mahali hapa kwa ajili ya kuomba. Mungu, asante Mfalme, maana umesikia maombi. Jina langu ninaitwa Makola Mbilinyi. Tumekuwepo kwenye maombi hapa Njombe mjini. Mara baada ya maombi haya hapa ndani, sasa tunatoka kwa ajili ya kwenda kwenye maeneo mbalimbali kukanyaga ardhi na kuomba ufalme wa Mungu pia uweze kuja kwenye hayo maeneo, lakini pia kulingana na matukio yaliyoko kwenye mkoa wetu wa Njombe, CCT watakutana hapa. Kwa hiyo maombi ni muhimu sana kwa majira haya na nyakati hizi. Kwa hiyo tunaelekea huko kwa ajili ya kuombea hayo maombi. Tunapita maeneo yote ya mkoa wa Njombe. Tunaenda stendi, tunaenda sokoni, tunaenda kwenye barabara zetu zinazoingia kwenye mkoa wetu wa Njombe. Kwa hiyo sisi tunaita malango, kwenye malango. Kifupi tunaenda kwenye malango. Yes, mtu wa Mungu, ni CCT Day. Na tunakwenda mtaani tuone watu wamejiandaje na ibada ile ya CCT Day ambayo itafanyika hapa mkoani Njombe. Tutapita kwenye mitaa mbalimbali ya mji huu wa Njombe kuona wananchi wa Kristo wa mkoa wa Njombe wamejiandaje kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya CCT Day. Mguu kwa mguu mpaka walipo, watuambie. Kaa karibu na sisi, mtu wa Mungu, tukupitishe uone maandalizi yanavyoendelea hapa mkoa wa Njombe. Kwa majina anaitwa Agnesi Stanley Mgaya. Niko katika mkoa wa Njombe. Tunauza viatu vya kiume, vya kike, vya watoto. Tunawakaribisha sana kwenye maadhimisho ya CCT Day mkoa wa Njombe, kanisa la Anglikana, lilofanyika tarehe 31 ya mwezi wa 5. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Zaina Steven Ndondole. Nasali kanisa la Yeriko, mtaa wa Ramadhani. Nawakaribisha waumini wote kwenye umoja wa makanisa CCT tarehe 31 mwezi wa 5. Na wakumbusha wa mama wenzangu, tunavyoenda kanisani tusisahau watoto. Watoto tuenda nao wakasikilize neno la Mungu. Dunia ya leo sio dunia iliyopita. Kwa majina naitwa Lucy Pola. Ninawakaribisha Wakristo wote kwenye maadhimisho ya CCT Day mkoa wa Njombe. Yes, wapendwa watu wa Mungu, Njombe imetaradadi kweli kweli. Maandalizi ya CCT Day yamepamba moto. Kama unavyoona, kama unavyosikia, watu wamekuwa wakihamasisha watu kuhudhuria, kujiandaa, kujihudhuria kwa ajili ya ibada ile ya CCT Day. Unaposikia habari hizi za maadhimisho ya CCT Day, usibaki nyuma. Kuwa na sisi bega kwa bega uweze kushiriki kikamilifu katika maandalizi haya ya siku ya CCT Day ambayo kitaifa tunayaadhimisha hapa mkoa wa Njombe.